messages hapa. Hizi za ukakasi usisome. Sawa. Huyo sasa ni Kiredio. Kwanza kacheka. Muda sana nilivyotokaga tu India nikarudi nikamuacha. Halafu sababu ilikuwa ni ya kijinga tu. Hata yeye nadhani hakutegemea tungefika hapa. Nimetoka India, nilimkuta tu na marafiki wabaya. Yaani kila siku usiku Masaki, mara sijui wapi, hapumziki, yani viwanja tu. Anasema nikamnyima, akawa hanisikilizi. Mpaka watu wangu wa karibu wananipigia wananiuliza umemruhusu vipi mwenzio kuwa na fulani na fulani? Hadi watu wengine wamekaa naye wanamwambia mbona unaonekana na watu wenye tabia mbaya mjini? Na wanajulikana anasema na wanajulikana wewe kila siku kuongozana nao Masaki. Bado anaendelea Kiredio. Nikamwambia sitaki kuwaona hao marafiki zako. Na kesho yake unawaona leo tena. Yani kila kimwambia bwana sitaki kuwaona, kesho unakutana. Pia na repeat again. Na akawa namshauri ungechagua marafiki tu wazuri. Kwa hiyo akaona sasa bora sasa niache yeye aendelee na maisha yake. Akasema so nadhani alitegemea haiwezi kuwa. Nikaanza kukaa mwenyewe nikazoea. Yani story inavovuma leo mimi hadi nimesahau. Ni miezi mitatu. Na anasema story zingine nazipata tu huko nje. Lakini yeye mwenyewe mimi nilishashindwa kuwa na mtu ambaye hanisikilizi. Hadi rafiki zake wananiona kama mjinga. Na hapo nimeedit mengine. Najua. Najua. Kwa hiyo stories zinavovuma, Kiredio kashasahau kama ana mpenzi anaitwa V. Yani kashasahau kabisa. Alisha move on. Hapa mbele unajua mimi na vitu viachana miezi mitatu. Hivyo. Sasa basi. Ila miezi mitatu Juma sio mingi. Wanaweza wakarudiana. Watu wanakaa hadi mwaka. Watu wanakaa hadi mwaka na rudiana. Nikasema hapana. Msema pweke? Mshindi. Nitoke hapa ndo mponiona na V sasa. Nikamrudishia rejesho lake. V, imekuwaje? Mbona tena Kiredio anasema kakuacha kwa sababu wewe usikii, wewe marafiki zako wanakupotosha, wewe ni mtu ambaye umsikilizi mtu wako. Ndio. Akanambia Juma, aliyenileta mitandaoni mimi ni nani? Kiredio. Mimi kama mnakumbuka kila sehemu alikuwa akienda boyfriend wangu ambaye ni Kiredio, niko naye mpaka watu wakaanza kusema hivi huyo unaambatana naye kila sehemu kwa nini? Mpenzi wake anampenda. Muache nyumbani. Kiredio akaanza kuniambia basi wewe unabaki nyumbani, mimi niendelee na shughuli zangu nyingine. Akakubali. Kakubali. Huyo V sasa nanukuu maneno yake ya juzi. Sawa. V anasema Juma, Kiredio kuishi naye ufanye kazi uache kazi. Kwamba anagubu. Kiredio ni mtu ambaye nikiwaambia alikuwa ananipiga. Akanionyesha hadi video. Umeona video? Mnakuwa mwili gani ule Kiredio? Alikuwa alivyonyesha zile video, alikuwa kama amevilia vidamdamu huku, yani kama yeye mtu ambaye kapigwa kweli makofi nini na nini. Umeona vizuri. Na wewe ukaamini. Nikamwambia kwa sababu ulikuwa usikii. Ndio maana ukapigwa. Mtu wako anakuambia usitembee na mtu fulani, marafiki yao. Kwa nini wewe ukazane nao? Kwani wale ndio wanaokupa kula? Hakuna. Msikilize mwenzio. Hiyo hali hujaolewa umsikilize mwenzio. Ukiolewa utamsikiliza mumeo ndani ya nyumba. Hapo ndo haifai. Mumeo alikuwa naki, pengine wewe ulikuwa unamjibu vibaya. Hapo unaniambia mimi una edit maneno. Ina maana wewe mpaka unapigwa kuna vitu ulikuwa unamwambia Kiredio. Ndio maana anakupiga. Na ulikuwa unamuona mwili wake mdogo mdogo, pengine ulikuwa unamdharau. Akaniambia Juma, hiyo haitoshi. Hiyo haitoshi. Kuna nini hapo? Kiredio katoka na rafiki yangu wa karibu. Hayo mambo ndo yanayochanganyaga hayo akili hayo. Rafiki yake karibu nani huyo? Rafiki yake ambaye hayupo kwenye mitandao. Sawa. Nikamuuliza, gomvi likawa kubwa. Akasema sasa mimi nifanye nini? Mimi nifanye nini? Mtu kanitaka mwenyewe. Kiredio. Kwa na V naye akitaka inabidi akubali. Akasema sasa wewe Juma unamtetea Kiredio, maana nilikuwa upande wa ndugu yangu. Unamtetea Kiredio? Wewe mimi nipo naye kwenye mahusiano. Kwa nini atoke aende kumtongoza rafiki yangu? Shikilia hapo.